Bwana, saa 8 usiku wamealika, sijui ni majambazi. Saa 8 usiku hoteli imevamiwa na watu wenye silaha. Tuonyeshe chumba ambacho Askofu Gwajima amelala. Wakasema sisi kwa mjibu wa hoteli haturuhusiwi kuonyesha siri za mteja. Wakaweka chini ya ulinzi. Sema sisi ni watu wasiojulikana. Kumbe walipokuwa wanaweka mafuta, ule mfuniko wa tanki ya mafuta ya ndege, kapteni mmoja akasahau hajaufunika. Na hiyo ndege ikiruka kitone kimoja kikatoka nje, mnawaka mkiwa. Kilichotokea mle ndani ya gari kulikuwa na bunduki kubwa. Bunduki kubwa linajazwa risasi zenyewe, limo mle ndani na sisi. Ilipobinuka mara ya kwanza nikasikia ti, lakini mimi nasema mkutano nitawahije? Mara ya pili ti, mkutano itakuwaje? Mara ya tatu ti, mkutano vumbi. Kijiji kizima kikaja kinakimbia, watu wengi hujawahi kuona. Ilipoanguka mimi nawaza mkutano, nikafungua mlango mimi mwenyewe nikatoka nje kwanza kuzunguka. Nilipotoka nje watu wanakimbia, Askofu Gwajima! Tuna face hatari za ajabu. Tulipokuwa kwenye mkutano Kasulu pale Kasulu, watu wamejaa kama hapa na kule kwenye taa kule. Sasa mimi narudisha watu, na waita njoo, watu wanakimbia. Imefika saa 1. Sasa kule pale chini kuna OCD. Ameona kwamba muda umepita. Anasema nataka pale juu. Nikamwambia askofu kwamba muda umepita, ni hasara sana tukimwacha hapa usiku, sisi tutalaumiwa bwana. Wakamwambia pale chini, ndugu yangu, yule mzee ungeachana naye. Wanamwambia watu wa Kasulu, tunafikiri ungeachana naye. Asema bwana hapana, mimi niko pale, njoo. Nashangaa mtu ananishika hivi, na njoo. Sasa kugeuka, mimi sikujua ni OCD. Nikageuka nikasema kaa chini. Hajakaa sana, anasema kaa chini. Akakaa chini, tambaa uende. Anatambaa kwenda chini pale. Alafu watu wakaibuka, sasa apigwe. Kwenye mkutano wameshaanza kurusha na mawe. Mimi jamani, subirini. Huyu jamani mjinga tu. Sababu huwezi kumshika mtu anaomba halafu madhabahuni. Basi akawa kwa kweli, kusema kweli, aliaibika sana. Ni aibu kubwa, kwa sababu watu wanataka kumpiga sasa. Na wale huwezi kwa, na askari walio chini yake walimzuia kwamba yule anafahamu anachofanya. Ameona muda umekwenda sana, lakini hawezi kuacha watu, kwa sababu watu ni wengi, huwezi kuacha. Mwache. Anasema hapana bwana, mimi kazi yangu. Watu wanamkimbiza, nikasema mwacheni. Nikamwambia njoo uombe msamaha. Akapanda pale kuomba msamaha. Shika microphone, jamani naomba mnisamehe. Basi sisi tukamaliza mkutano, tukaondoka. Tulipofika kwenye mkutano tulale pale Kasulu. Sasa tukatafuta hoteli, tukachukua vyumba na timu yote. Alafu mimi nikawaambia msishushe vitu kwenye gari, nataka tufanye mazoezi, napenda kufanya mazoezi. Tukaingia kwenye vyumba, kavaa nguo za mazoezi, bukta ya mazoezi na viatu, fanya mazoezi. Sasa kwa sababu ya usalama, watu wengi kwa nakimbia barabarani na kwenda, nikamwambia mwenye gari, wewe unanifuata polepole kwa sababu salama, kimbia barabarani kwenda. Tukafika mbali sana. Wazo likaniambia, kwani usiendelee hivyo mpaka Kigoma mjini? Kwa hiyo wazo likanijia kwamba nikaendelea. Kaambia ingia kwenye gari, tunakwenda Kigoma mjini. Na vyumba tulishalipia. Basi tukaenda Kigoma mjini. Bwana, saa 8 usiku. Kumbe yule bwana tuliyemwaibisha yule hakupenda. Wamealika, sijui ni majambazi. Saa 8 usiku hoteli imevamiwa na watu wenye silaha. Tuonyeshe chumba ambacho Askofu Gwajima amelala.
wakasema sisi kwa mujibu wa hoteli haturuhusi kuonyesha siri za mteja. Wakaweka chini ya ulinzi. Sema sisi ni watu wasiojulikana. Wakasema tuwaonyeshe. Wakawapiga pale, wakawaambia tupelekeni kwenye CCTV ya hoteli, ni hoteli kubwa. Wakawapea kwenye CCTV, wakamwona askofu yule pale aliingia kwenye chumba chake, ametoka na bukta yumo. Wakasema ndugu yetu, fungueni chumba. Wakafungua chumba, hatumo. Wakaanza kusachi kila chumba, hatumo. Mnamtafuta nini? Wakasachi kila mahali. Tuko Kigoma. Kesho yake tunakiwasha Kigoma. Walikuwa wanataka kufanya nini? Hatujui. Walikuwa na lengo gani? Hatujui. Mungu akuokoe na hatari zilizopangwa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nilikuwa na marubani wawili, mmoja anaitwa Mrope, ni meja wa jeshi, alikuwa captain wa mzee Robert Mugabe na John. Tumesema twende Mwanza. Tukachukua helikopta mpaka Mwanza. Kufika Mwanza mjini, tukaweka mafuta ili twende kijijini nilikozaliwa. Tulipoweka mafuta pale Mwanza mjini, basi kutoka Mwanza mjini kwenda nilikozaliwa kwa helikopta dakika 5. Ni mbali, lakini kwa sababu ya speed ile dakika 5. Kumbe walipokuwa wanaweka mafuta, ule mfuniko wa tanki ya mafuta ya ndege, kapteni mmoja akasahau hajaufunika. Na hiyo ndege ikiruka kitone kimoja kikatoka nje, mnawaka mkiwa juu. Basi tumeingia, tunakwenda kule kijijini ambako nimezaliwa mimi. Nitaka nikae na wanakijiji. Kuna watu tuliosoma nao shule darasa la kwanza, la pili, la tatu ambao ni wazee, ndio mababu wa kijiji. Tumeorganize tukacheze mechi ya mpira pamoja nao. Makapteni wangu, rubani. Tumekwenda, tumefika kwenye kijiji chote, tumezunguka juu, tunalala hivi. Tukatua kwenye ule uwanja wa kijiji. Tukakuta wana kijiji wamejaa, nikakutana na wao, tunafahamiana, tunaanza kucheza mechi ya mpira. Huyu Captain Mrope na John wakawa ndio marefa. Sema hizo kucheza, tukasema kwa sababu kwenda Mwanza mjini kama dakika 5, wacha ifike saa 12 kasoro robo tutaondoka. La haula. Kurudi kwenye ndege, rubani ambaye hakuruka mwanzoni, hakuwa kwenye control, akafanya sasa, Captain John akafanya sasa ile kuicheki mashini yako ilivyo kabla ya kuruka. Anacheki kuona haina tanki, haina kifuniko cha kwenye tanki ya mafuta. Anaangalia vizuri, anapigiwa simu kutokea Mwanza. Sisi yani tunajua mlishaisha. Mlipoondoka tuliona funiko yenu ya tanki ya mafuta. Tukajua tu, yani baada ya dakika 2 tutasikia jamaa wamewaka. Mpo? Sema tupo, ila tuko huku sasa. Hatuna namna ya kuondoka. Kumbe kuna rubani mmoja anaitwa Chris, Mjerumani, aliyekuwa rubani wangu mwanzoni. Tulipobadilisha tanki nyakati za zamani, akamshauri rubani kwamba tanki hizi huwa zinapotea sana, weka tanki moja chini ya kitu ihifadhi. Yule rubani akakumbuka, alipofungua chini ya kiti akakuta kuna tanki ya akiba. Tukafunga tanki hao, tukarudi airport. Walipotuona, watu wote wanajua, tulishajua kilishawa. Mungu akuokoe na ajali katika jina la Yesu. Ukiwa na ndoto, when you have a dream and that dream is ordained by God, una ndoto na hiyo ndoto imewekwa wakfu na Mungu kwa ajili ya saa yake, hauwezi kuondoka mpaka ndoto hiyo itimie. Ninaamuru ndoto yako ya biashara itimie kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unapokumbuka hatari hizi zote,
ndio nakumbuka huu wimbo kwamba ninayo ndoto maishani, sitakufa, siangamii mpaka ndoto yako itimie. Ndio sababu nimeuomba huu wimbo, ni kwa sababu ya kwangu mwenyewe. Wakati mimi naendelea na mikutano ya nchi nzima, na ilikuwa ni mikutano haijawahi kutokea. Sasa tukaenda mahala panaitwa Malinyi kuelekea Mahenge. Sasa tumetokea Malinyi, tumemaliza mkutano, tulikuwa mle ndani ya gari watu kadha wa kadha. Nafikiri alikuwemo Kaiza, Mordekai, Maximilian na mimi na nani mwingine, nafikiri wale, na dereva wetu alikuwa Kaiza. Sasa kumbe njia ile ni mbali, kumbe ni kilomita 100, lakini njia ya ajabu. Tukaanza kuondoka tu, tunaondoka hapo kama saa 9, tunaambiwa huko mkutano umeshashona kweli kweli. Na OCD kwa sababu ya wingi wa watu, OCD amekuja kwenye mkutano, amekaa hapo mbele kuhakikisha kwamba mkutano unaenda salama. Na kwa sababu ya hizo rasta na nini na nini, sasa tunakwenda mpaka imefika saa 10 hatujafika. Tunaambiwa mkutano umeshona, hujawahi kuona. 11 hatujafika. Namwambia dereva, bwana kanyaga mafuta. Anaambia baba, kuna rasta hizi sio nzuri. Namwambia wewe kanyaga. 11:30 tumeambiwa kwamba mkifika kwenye lami mtafika, mmekaribia. Tukapata lami, tukamwambia tumekanyaga lami, kumbe kuna vilami vingi tu. Hicho kilami tunachosema sio cha kukaribia kwenye mkutano, cha mbali. So, tukaanza kwenda polepole, baadaye tukaambiwa bado mko mbali. Saa 12 jioni, na ndio muda wa kufunga nini, mkutano. Huko watu wamejaa, OCD amejaribu kuwatuliza. Nikamwambia mimi, hebu nipe niendeshe mimi bwana. Nipe jasusi la mbinguni liendeshe bwana. Kaiza anasema baba kuna rasta. Usiniambie. Nikasema mimi nakanyaga mpaka mwisho. Tulikuwa na Land Cruiser 2, moja iko mbele, nyingine ilikuwa na George Kiwia inakuja kwa nyuma. Kanyaga nikakanyaga mimi. Sasa unajua maana ya kukanyaga. Mtu anawahi, imeshafika muda wa kufunga mkutano, watu wamejaa, wahubiri tumo mle ndani, kanyaga. Gari na paa hivi. Tukafika mahala kuna rasta. Bwana we. Ile rasta gari ikarudi kwa nyuma hivi. Ikafuata nguzo ya umeme mle ndani. Nguzo ya umeme hiyo. Nikakwepa kwenye nguzo ya umeme. Ikapaa juu gari kwenda kwenye shimo refu hujawahi kuona. Ikaenda kudaivu chini pwa. Vichwa vyetu vikawa chini, miguu juu. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, gari ikageuka kule nakotoka chini bondeni, hata kuitoa haiwezekani. Mkutano huko tunasema, wanatuambia mkutano kule, ilipopiga pa mle ndani kwanza kimya. Sasa mimi safari za mbali huwa siendeshi, lakini niliongea kimoyomoyo, Roho Mtakatifu naomba niruhusu niendeshe. Hakunijibu, sikumsubiri Roho Mtakatifu. Nikajijibu mimi mwenyewe, bwana Roho Mtakatifu ashaniambia nisiendeshe. Nikamwambia Roho Mtakatifu nataka kuendesha. Kabla hajajibu nikasema nimo pale. Kilichotokea mle ndani ya gari kulikuwa na bunduki kubwa. Bunduki kubwa linajazwa risasi zenyewe, limo mle ndani na sisi. Ilipobinuka mara ya kwanza nikasikia ti, lakini mimi nasema mkutano nitawahije? Mara ya pili ti, mkutano itakuwaje? Mara ya tatu ti, mkutano vumbi. Kijiji kizima kikaja kinakimbia. Watu wengi hujawahi kuona. Ilipoanguka pa, mimi nawaza mkutano. Nikafungua mlango mimi mwenyewe,
Nikatoka nje kwanza kuzunguka. Nilipotoka nje watu wanakimbia, Askofu Gwajima, niwekee mikono. Mimi mwenyewe nimepata ajali, nikuweke watu hawaioni ajali. Ni Askofu Gwajima jamani. Tumejaa vumbi. Yaani kioo cha mbele chote hakipo, pembeni hakipo. Land Cruiser mpya imeruka hivi. Kumbuka mimi wakati natoka kwenye gari, kimya, hakuna mtu, asemi mtu. Nikatoka nje kwanza, mimi naangalia niwashe, nianze kukianzisha tena. Tairi zilishapasuka, gari lishabondeka, huku juu bonnet ilishapiga. Mimi nisikia kitu kama kimenipiga kichwani, ni kitu gani hiki? Na bonyeza kichwa hiki kama kiko sawa. Nikarudi kwenye gari. Kurudi kwenye gari kimya. Nikasikia nyuma Max anasema, "Baba yupo, baba yupo, baba yupo." Nikamwambia mimi nipo, nilishatoka na nje na nishaingia ndani. Mle kwenye gari kimya kabisa. Baadaye Mordekai, "Nipo baba." Kaiza, "Nipo baba." Tupo sote, tupo sawa sawa. Acheni gari, tunaendelea kwenye mkutano. Tunapigiwa simu, mkutano umeshona. Tukatoka mle, ikapita gari moja Land Cruiser. Nikawahi mimi pale, yaani huwezi kunijua. Nikasimamisha, "Bwana." Wakasema tuwezi kumchukua huyu, wanajua ni jambazi. Yaani tumekuwa umegaragazwa kwenye mavumbi hivi, gari kakataa kutuchukua. Baadaye kutokea mbali kulikuwa na Land Cruiser ya kwetu nyingine inakuja kwa nyuma, tukaipigia, "Bwana, huku gari imeanguka." Lakini gari imebondeka, haiwezi kwenda. Sasa ikafika ile Land Cruiser ya nyuma, tukaingia ndani. Nikasema Maxi na mimi, ingia ndani tuelekee mbele. Mordekai na Kaiza tunawacha na hili gari hapa, mtajijua. Wananchi walishajaa, "Niwekee mkono, niwekee mkono, niwekee mkono, niwekee mkono. Wewe unioni nimejaa vumbi hivi? Niwekee mkono." Jamaa wakoje hao jamaa? Nasikia kama kichwa kiko sawa, lakini tunaondoka kwenda kwenye mkutano. Saa 1 jioni tunaambiwa watu wanameshona huku, wanasema leo wale watangazaji wa mkutano wanapigwa, wametumia jina la Askofu Gwajima kwamba anakuja leo, watapigwa. Watu wanaanza kuwauliza wale watangazaji, "Mna hakika na mlichotangaza?" Lakini tunafika pale saa 1:30. Muda OCD amekaa pale. Sasa tutaanzaje kumimina? Ingia OCD anapiga saruti, nasema lete microphone. Nimejaa vumbi. Hapo nawasikia wanasema, "Jamaa, mbona mzee kajaa vumbi?" Sisi tumesema mtu asiongee na mtu. Ila mimi na wasiwasi, kichwa kiko vizuri na kibonyeza hivi kama kina maumivu, nikasema kitafumukia hapa. Piga mpaka saa 3 usiku. Watu waliokolewa, watu walirudishwa, watu waliponywa. Hujawahi kuona. Ila nawaza wale jamaa tulioacha gari na Land Cruiser shimoni, sababu haina vioo, haina nini. Maelekezo niliyowaachia kwamba hakikisheni mnaitoa humu shimoni na mnaanza kuelekea Dar es Salaam. Itakuwaje? Ni jukumu sasa. Ndio jukumu mliloachiwa. Tumemaliza mkutano saa 4 usiku. Mahenge. Mimi nina mkutano mwingine tena huku jimboni asubuhi saa 1. Maliza mkutano, kichwa chenyewe na kibonyeza hivi ni kama kilipiga sehemu. Nikasema tunanyoka kwenda Dar es Salaam. Tukachukua Land Cruiser Prado nyingine ilikuwa kwenye msafara wetu kutokea Mahenge. Mimi nawahi nisafiri usiku kucha ili saa 1 asubuhi niwe na mkutano hapa wa kamati ya siasa. Basi tukaondoka tena na Max nafikiri. Lakini tutapitia njia ile mahala ambapo wenzetu tumewaacha wako shimoni. Fika pale tukakuta jamaa hawapo. Wametokaje? Hatujui, hawapo. Tunafuata gari tukafika
Ifakara tukaambiwa kuna gari imepita hapa, haina vioo, imeenda upande hivi, ila jamaa wanaendesha, haina kioo kwa mbele, wamevaa miwani. Jamaa zetu wanaenda. Si tuna Prado, tumefika Mikumi pale mjini kama saa 7 usiku, saa 8 usiku. Tunaanza ile mbuga ya Mikumi, Land Cruiser hiyo nyingine ikachomoka tairi katikati ya mbuga ya wanyama Mikumi. Tukaiona tairi na kwenda mbugani mle. Nani ashuke? Adui wa njiani yuko pale. Nani ashuke? Nikamwambia Max, wewe shuka. Nikimwona simba anataka kukula nitamkemea. Anasema, baba, wewe unajua kukemea simba, si uende mwenyewe moja kwa moja. Kamwambia, mwanangu, amini, simba mimi haniwezi. Akikukaribia tu nitamwambia mwache Max, na atakuacha. Aniangalia machoni, najua kabisa hakubali. Ila sasa ameshasema baba anafungua mlango polepole. Gari lishaingia kwenye mbuga wanyama katikati ya Mikumi. Nikamwambia, simama, tembea, chukua tairi ile pale. Mimi nanena kwa lugha, niko ndani ya gari. Kumbuka tulishaanguka kwenye ajali ile, tukaviringika mara 2, kichwa chote kinauma. Tumemaliza kuhubiri na vumbi hilo, na Land Cruiser nyingine na yenyewe imechomoka tairi. Akatoka pale anaangalia hivi kuifuata tairi. Mimi nanena rapa pasaka pashatata. Akaenda kuchukua tairi akaisogeza pale. Nikakumbuka pale Mikumi ni jimbo, kuna mbunge wa jimbo pale. Katafuta namba yake ya simu. Mbunge uko wapi? Niko Dodoma. Nimechomoka tairi hapa polini hapa. Subirini hapo na waletea gari nyingine. Akaagiza gari nyingine ikaletwa hapo. Kwa hiyo mimi nikaingia kwenye gari tena ya yule mbunge iniwaishe Dar es Salaam, nikamwacha tena Max kwenye hiyo gari nyingine tena hapo. Kwenye mbuga ya wanyama. Huyo saa 1 niko kwenye kikao hapa. Na hutubia, nimejaa vumbi. Mbona nimejaa vumbi mheshimiwa? Msiniulize. Vumbi haiwahusu. Lakini kesho yake tuna mkutano mwingine tena unaendelea Mlimba. Nataka kukuambia, mota ndoto hafi mpaka ndoto yake itimie. Nimeyasema maneno haya kwa sababu ya ule wimbo ambao uliwahi kuimbwa zamani. Unasema kwamba sitakufa mpaka ndoto yangu itimie. Unataka niseme kitu? Unataka niseme jambo? Tunalindwa na Mungu kwa njia ya imani. Ukiwa una ndoto haufi mpaka ndoto yako itimie. Ukikumbuka hatari hizi zote, unakumbuka Mungu anatulinda.